guest of today is Adhis Jojo. Maybe if you are taken... I'm single depending on who is asking. Bwana, me I'm single depending on who is asking. Bwana, if you have money, I am single. If you don't have, you are fully booked. You are fully taken. Lakini sina mtu wa Valentine. If you don't have money, you don't have. Search for it. And some people ask, pray for the wrong prayers. Ni kama wewe saa hii umesota hivi alafu unaomba Mungu akupe long life, utakula nini? Amari, utakula nini? And please God give me long life. What will you eat? Poverty shall have killed you by then. Auditions. Mimi Nairobi kukuja yangu ya kwanza hii kwa story ya show. Nikikuja kuona chali yangu. Ulikuja kuona chali yako? Let me just tell you that story. Si chali wa ushago. So I went to Eldoret kusoma. Yeye akakuja, alikuwa anaishi Kayole. Yeye akakuja hapa. So vile alikuja akanikola, akaniambia nikuje kumtembelea. So I didn't know Nairobi hiyo time. Sikuwa najua Nairobi. Sikuwa najua hata Kobil ni gani. Unajua sisi ushago tumezoea zile petrol station ndogo ya mtu tu unaweza rudisha kwa nyumba usiku. Omari diuno nilitafutwa tao. Nilifika around 4. Nilitafutwa, nilichukuliwa 9 usiku. Aki. That is the first time I came to Nairobi to see my boyfriend. So ulizwa namba peana. Can you imagine that Adhis came to Nairobi for the very first time just to see bana nilirudi shule. It is called Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Keep it locked, guys. This guy is something else. Alright, karibuni sana kwa wale ambao washa tune in. We are so grateful. This is our show. As usual, it's Super Sato. Today, I have a very great person in the house. This is Adhis Jojo. You've been seeing this lady all over. And I know for those people who have been watching Churchill Show, you must have seen this lady here, Adhis Jojo. We want to hear the story of Adhis Jojo, how she became to be a celeb that we know today. How did she enter into this field, and where is she coming from, and what is the name, and maybe if she's taken or not. Come with me and hear the story of this lady, talented lady Adhis Jojo. We want to hear the story of this young lady. Is very talented. You've been seeing this lady all over. What you can do for us, just share this video so that we have a lot of viewers. You know, as I told you, we want to build this platform and take it to the next level. Today we are here. Come with me and hear the story of Adhis Jojo. Jojo. Omari, kuma unaweza tuwe. Karibu sana Adhis Jojo. Asante. Habari yako lakini? Niko poa. Ai. Yaani hata wewe pia unaweza yaani na vile unakaa kienyeji. Lakini ala wasanii tunatumia mbinu mingi kutengeneza pesa. Yaani wewe umekuwa serious. Ndio watu wa subscribe. Not really. I'm always serious. I'm always serious. Let me tell you, you know, when you just see me, maybe you might think that maybe I'm not serious. Unadanganya watu. No. Mimi nakujua. I'm a serious guy. Sawa. You know, and today you are live. Super Sato. We call it Super Sato. I'm feeling so honored to host you. Thank you. Watazamaji wanataka kujua Adhis Jojo ni nani? Tell us your story. Who is Adhis Jojo? What's your name, the real name? You know, like if I can just send you money now, what's your real name? Unataka kunitumia pesa uko? Baadaye. Takutumia baadaye. Mimi naitwa Joana Dhiambo, aka Adhis Jojo. Adhis Jojo. So I'm a comedian.
Because I just do it with Kijalu. No problem. I put the Kijalu. No problem. We okay. Our fans are. Or I'm flexible. No I problem. flexible you can go to myself. Kiswahili. Sometimes in English. Sometimes you put it in local language that we get. No problem. You know, we get it right. So, mimi naitwa Adhis Jojo, Joanna Diambo. I'm still young and searching, lakini sitafuti mtu yeyote. Na mimi ni kienyeji. So, ulisema how my comedy started? Yeah. No, first, you know, before the comedy thing, you have to tell uni. You have to tell us where are you from? We want to know the origin. Where do you come from? Homa Bay County. Anya Homa Bay. Oh, Bonam. You come from the lakeside. Twasema Kochia. So it is in Homa Bay County. Yeah, so nilianza comedy nikiwa kampo. Moi University. You are a graduate. I graduate 2 degrees. Well, I just don't see people like this. Hey. Actually niko na degree 2 ya human resource na ya communication journalism. Okay. Awaiting graduation for that area. Unataka kunizeesha. Azi siko baya. Nikuuliza. Kuna jamaa fulani alisema nadhani ni wahenga walisema kwa kuuliza si ujinga. So nikiuliza ongea tu Kiswahili ya kawaida. So you come from the lake. Mtani excuse na kohoa kidogo. So mimi ni wa Lakeside, nimesomea Moi University pale Eldoret Keses. Then nikiwa shule sasa ndio nilianza kukuja auditions because actually people saw comedy in me before nijione. So people used to tell me nilikuwa naandika hizi ma jokes I was used to write for people ama hizi vitu za sasa mabeshe zangu. And then people told me na hizi vitu zote unaandika si uende ujijaribu huko Churchill. At first nilikuwa nafikiria it's too big of a platform for me. Yeah. But then nothing is really too big for anyone. Ukiweka kichwa yako unataka kufanya, you just do it. Yeah. So nikaanza kujileta tu audition na natoka classes as zingine na defer. There was a time I defer studies kukuja audition. Alright. Yeah, really audition too for 3 years actually. And here we are. Siku moja Mungu aliamua ni wewe. So nikapewa na unajua kuna wengine wanasema hauwezi fika tu Churchill hivyo, lazima ukuwe na Godfather, lazima ujulikane. Is there anybody that connected you or it was just pure auditions and brother wangu, my brother actually alinitafutia hao watu. He made it his job, akatafuta connection, akaambiwa siku ya audition na venue. So alikuja kunipick, nilikuwa Ruiru hiyo time. Alikuja akanipick, akanipeleka tu audition. Okay. Yes. That's so good. We are listening to this story of Adhis Jojo. If you are there, what you can do, maybe you can shoot a question that you want to know about her. We are having her here and she will answer one-on-one. That is why we call it one-on-one Super Sato. Today we are listening to this great talented lady, Adhis Jojo from the Lakeside. People know her to be no. What is it? A great lady sahi. Great lady. Nikipata pesa utatuita. But you have money. You know. Unajua kuna kuanga na vitu mbili. There is having money in your eyes and there is having money ya kwangu ni pesa inatoshana aje. Wewe labda mtu akipata hata 12,000 tu umelipa rent umefanya shopping. To you that is having money. I now understand you. Yes. So Adhis Jojo, as we talk, you've not told us how you came to Nairobi until you made it to auditions. Mimi Nairobi kukuja yangu ya kwanza haikuwa story ya show. Nilikuja kuona chali yangu. Ulikuja kuona chali yako? Let me just tell you that story. Si chali wa ushago. So I went to Eldoret kusoma, yeye akakuja, alikuwa anaishi Kayole. Yeye akakuja hapa. So vile alikuja akanikola akaniambia nikuje kumtembelea.
So I didn't know Nairobi your time. Sikuwa najua Nairobi. Sikuwa najua hata Kobil ni gani. Unajua sisi ushago tumezoea zile petrol station ndogo ya mtu tu unaweza rudisha kwa nyumba usiku. Hata zingine zimedekwa tu Nash petrol station. Sasa Shell na Total Kopi. Sasa si nikapanda Eldoret Express. Sasa kulikuwa na jama tu kuingia country bus. Tukashukishwa kwa Kobil fulani inapanga na vibuyu nje. I didn't know. So chali yangu alicall babe uko wapi juu hakuwa hata nafaya kunikujia zao. Yeye pia alikuwa amesota. Alikuwa shikwa au ya tambili. Nilikuwa tumesota. Sasa ananiambia ananiuliza uko wapi ndio nikuambie venye utapanda gari ama atafute doa nikujie. Naambia tu niko Kobil. Kobil gani? Me I just knew one Kobil. Kwa hiyo Kobil iko na vibuyu hapa chini mingi. Omari diuno nilitafutwa tao, nilifika around 4, nilitafutwa nilichukuliwa 9 usiku. Aki. That is the first time I came to Nairobi to see my boyfriend. So, okay. So time audition. No, I can give these people advice that you never know. Yeah. Ukiulizwa namba peana. Can you imagine that Adhis came to Nairobi for the very first time just to see bana nilirudi shule. Kama nikuduma mbili Nairobi. I've been to Nairobi. Okay. So as we talk, now you are fully in comedy. Do you have anything that you are doing as a side hustle, or this is the thing that you do as the side hustle, or you have a main job, or it is the comedy? Okay, niko na biashara ya manguo. You seen in my status though hizo nguo ni expensive maana hujai ni inbox unataka. So unajua okay, we shall talk after this. So me uza manguo online, I do clothes plus other businesses. Unajua sitaki kuambia Wakenya kila kitu waniroge. Okay, what they need to know is that you have some businesses. Yeah, I have some businesses. Ya manguo mention because nataka waizi buy. Okay. Ni vitu za online. So I do businesses plus I'm also a writer, I'm also a script writer. So you can write to someone then you are paid or and something. A comedian, stand up plus an actor. Yeah, many things in one. And then to add on top, I'm a Luo. So even round off. So being a Luo is also one of your professions that you can list in the CV. Hey, Jaluo in the house. This one I'm telling you today, it's so amazing. Tukona Adhis Jojo, Jaluo in the house. Yes, me. So tell me your first experience when you arrived at that stage. You know, you were given the stage, the platform by Churchill. You want it plain? No, for the first time. Plain, like the plain truth. Niliendesha. I still do that until today. Honestly speaking, aki stand up. Kuongea mbele ya watu, that thing is not easy bana. Na vile unaenda tu hivyo naona uko relaxed. Ni Mungu. Saseni. Sikia, muendesha hadi mtu ametuandika kwa list ama tutoe this Jojo kwa list a perform next time. Nimeenda lose food yote nilikula yote. Alafu ipate umeenda look, unajua Nairobi unaendanga ukimaliza tissue kumbe. Si unajua ni public. Ziliisha na hakuna maji. It has happened, Jesus. Hapo umeenda event, unajua juu ya tension, you go to the loo. Sasa hiyo mafans wamekuacha hapo nje wako, ingia kwa choo kuje tupige picha. Niingie loo tena next. Ukiingia hivi, juu ilikuwa imekuja haraka ndio unaanzianga. Kuangalia tishu hakuna, maji hakuna. Ulikuwa maliza tupige picha. Umekwama huko ndani. Hapo ndo unagundua. You see that inside of a tissue, the brown one. That thing was helped to me. Hiyo kitu imenisaidia ukweli. This is not a joke. Mimi Mungu na mimi. The hard one. That hard brown one. Ibarikiwe. Lakini sometimes it's also good to have mask. Mask is also another one. Ni vile sasa ukiwa na mask moja na hapo ndani uwezi rudi bila mask. Sasa hapo. Ama socks kuna jamaa fulani ambaye aliuliza eti. Na mimi sivangi socks sasa you cannot. You cannot. So first experience yangu
Actually, mimi, honestly speaking, my first experience wasn't as bad as nowadays. Do you know why? You know, when you start doing something and then you raise expectations za watu, it scares you the more next time. Because at least they'll have something to compare you with. Unajua ukienda raw kama mbaya. But next time wako, last time aliperform poa. Can she go mbele ya hiyo? So unajua you tense them more. That is why nowadays you tense more than the first time. The first time ilikuwa tu freestyle. Niko kama imekataa si yangu. It scared me a little bit, but not as much as sahi, because sahi kuna ile kitu nimeweka kwa watu ile yani ushaeka standard. Mimi nitawakilisha. So ukishaeka standard, it is so hard because you are as good as your last performance. Yeah, for you to maintain it. For you to maintain it is harder than the first time. That is my experience now. Yeah, but it wasn't hard getting there. Where? And there are some people that are now looking at you. You are their mentor. Okay. Mentor now ni kubwa sana. Yeah, actually, kuna wengine ambao wanakuangalia hivi, then they say, I want to be like Adhis Jojo. Mimi mtu ajipendi. Mimi nataka kuwa kama Adhis Jojo. Kimaisha. Sio kimwili kisura. You know, you should be specific. What do you mean by the mwili kisura? Are you not beautiful? On your side, you know, we are being told that you should love yourself. Don't take. Of course najipenda. Ni Wakenya wananijudge. I love myself. So according to you, you're beautiful, is it? Yes. Kwa nini umesema? Kwa nini unatense? Najishuku. Nataka kukohoa. Okay. Poleni yake. This Jojo is not feeling well. She went abroad and she did not carry the heavy clothes. That is a lesson to us that if you get a green card, please check the requirements first. So this Jojo went abroad and never carried. Nilienda ushago sio abroad. You now understand. Mafans lazima waambiwe tumefanya vitu kubwa kubwa. Kisumu ni Europe. Yes. Unaelewa sasa. So Adhis Jojo, for those people who are seeing you, what are some of the steps that you can tell them? There are some people that, like we started the other time, kuna wengine ambao wanataka kuwa kama Adhis Jojo. Unajua, labda wengine wako nyumbani, wengine wako hapa Nairobi, wengine wako hata ngambo, kuna wengine wako ngambo. There are two things in life. Reality na vitu zenye si usema so that we can console ourselves. Kuna kwanga na kitu moja. It has happened to people. I'm saying it before ni advice watu. Yeah. Then sometimes you can work so hard. Lakini kama haikuwa time yako, it will never. Like hard work pays. If it is not your time, it will not pay. So naambia watu tu, sometimes msee anaweza kuwa amefanya kitu for so long, but then to you una feel it's not working. Mpaka ukaribu na kama hizo story yangu ya kutoa short clips. Fikanga tu place unaona umetoa clip kali. After 5 hours unaona 4000 views bwana, unaona watu wananibeba ufala. So with the time, when you keep on doing that for so long, una feel your spirit but then usijali aki, hold on. If that thing was meant to be, itakuja happen. That is what I tell people. But then still, ukiwanga na kitu kwa kichwa. Mimi sikuangi msichana wa speculations. Mimi, if I tell you, like see, tukiingia, this is off topic though. Tukikuja hapa, what did I tell you? That nataka couch kubwa na kiti. I'll buy that. Nikisemanga nataka hii. If you see something and you want it, useme wewe ni comedian and you know you can do comedy. Yeah. Wacha kutafuta watu ku DM, because sometimes unajua mimi utapata niko na kama 1000 DM. So nataka kufikia Churchill, ni say Google, ingia uangalie Churchill auditions ziko wapi. Take yourself there. Start off your career. Lakini acha nikuulize. Unajua sasa hivi you can talk to Churchill one on one. Is it so? Yes. Or I can also talk to you one on one. Alafu unataka connection, uniconnect na ni kuconnect ufanye nini? Wao mnamuita mzee. Mzae. So Adhis, habari yako? Haki, naomba uniconnect na mzae. Do you know Churchill doesn't deal directly with comedians? We have our manager, tuko na mtu anatufanyanga, ana take care of us. Yeye ukienda pale
anapewa tu list hawa ndio waliperform poa auditions, ndio hawa wataperform. So there is no way I can connect you directly to him. The only thing I can tell you nikiona message ni auditions zikiwa you come. Hakuna kitu ya kuconnect. You're good. Ukiwa na content poa utapewa show. Hiyo nayo ni poa. If you are good, you are good. If you're good, you're good. Hata mimi I was a nobody. Aki Jesus. Mimi nikienda audition, people used to think my fellow female comedians. Walikuwa wanafikiria mimi ni spoken word artist. And they don't see me as a comedian. Hadi tulikuwa tunakaa hivi na wao mpaka una feel out of place. Alright. I wasn't looking anything like them. Unaona ile like wanapiga story, wamefurahi. Mimi nilikuwa tu nimetulia. Kumbe msichana ako na content kwa kichwa. Aye. Okay. So how do you take it when you are known all over? Like you go to Kisumu, you go to any place in Nairobi and people call you Jojo, Adhis. How do you take it? Is it so easy or at a given time it is so hectic and maybe it is limiting you to do other things? Kama kususuka ndo ya barabara, yes, ina limit. Kususuka ndo ya? Kando ya barabara. Kopesha boga. Don't. Wanadhulwa. Kenyans will, Wakenya wakisha kuona kwa TV bus ni hivyo usha make it. So, but then it has some joy in it. Like somehow it's good for people to see you and to appreciate what you've done and how, or maybe how you've changed their lives. So I'm happy, but partly pia uceleb pia ikona bad effects zake zenye ni negative. Though ukisha decide ni celebrity, you are already a celeb, so you have to live with the negative effects. Hauna idea, you don't have otherwise. So yeah, ikona negative yake na pia it has positive sides because it's easier for me to approach. You know, even in Kenya wanasema mimi kama if you want to do something unajua vizuri, mimi nikisema najua Umari anajua kuact. So wewe I don't need to go through a lot. It's easier for me to take you as an actor than to take mtu simjui. So in short, it's easier to work with someone you already know, whose abilities you already know. So unajua inakuja na plus. Like ile if you approach a company, they already know what you are capable of doing. So they don't have to pass you through a lot. Alright. Alafu jua Kenya siku hizi ni kujuana. So okay, but on the other side it's also giving you connections, huh? Yes, hiyo connections ndio nilikuwa najaribu ku-explain vile nimetoa mbali. Okay. I'm also a Slolana. It's like because I'm not connected. Alright, kwa wale ambao wanatutizama pale, we are so happy with you and what you can do for us. I have this Jojo here and I know you people love her so much. Today we have her here in the room. You can shoot any question that you want to ask. Unaweza muuliza swali kwa sababu wako hapa na atajibu. Atajibu. Si utajibu? Atajibu. So what you can do for us is to share and go there to our social media handles. You follow, give us a comment, give us a like, and that's how you can make the artist to grow. Not by sending money or something, but anytime you watch something for an artist, you know you've developed that guy. You have subscribed, you've liked, you've shared the clip. We are so happy with you. So Adhis Jojo, yes. Kuna wale ambao mlikuwa mnasoma nao pamoja mkiwa nyumbani. You know them? Yeah. Alafu kuna wengine ambao mnatoka same village. Siku hizi wakikuona ama mkikutana mahali, how do they take you? Wananiogopanga. Kwanza mshago. Natumua kama example hadi kwa kanisa. Unasikia mama mtoto wake anajua wanaume. Basi ukue kama Adhis. Alikuwa tu msichana mzuri. Unajua ukisha make it for life watu wanasahau vitu ulifanya kitambo. I know. So always proud good of me. They are so proud of me and I'm so happy. Wanani support sana and they are happy for me. Unajua kuna kwanga na wale watu kisha make it withdraw. But I'm so glad my friends have not withdrawn. Wale primary mates wote hadi high school. Yeah. They are so supportive and they are so proud of me. To keep it home, they are really proud of me. Unaona hata vile niliomoka ukani the way you are proud. Sema tu kweli Omari. Umeomoka hadi nikakutafuta. Imagine you looking for me. Aki Mungu.
But it happens. Yeah, it It happens. happens. Yes. So We don't know about tomorrow. We don't know about tomorrow. Maybe you'll also look for me. Yes. Imagine like that. Where would you life? It can happen. Yeah. Lakini itakuwa nimefikiwa. Sio nikutafute hivyo. So acha nikuulize. Or you know, most of the comedians, let me be specific. I don't want to talk of artists because when we talk of artists, we have even those people that we call them spoken word artists, wale wa poem, wale wa Mungu alipokuja alienda Kanani, kaweka maji moto ikuwa pombe kali. Young man in the coffin, your pupils are here to mourn your untimely death and to witness your burial. But forgive us, dear teacher. But you get that some of them are being appreciated. Like if you are reciting poems, you will be appreciated. But in most times when you are a comedian, you don't have easy time when you are growing. Especially kwa sababu kwanza watu watakuona kama uko na kiherehere. Maybe in high school, or some people are being rated as being indisciplined, rude, and or you're something. one of them. You know what happens when we grow up? Why are you telling me that I'm one of them? Anasema wakitafuta noisemakers lazima that comedian will be one of. Exactly, like I'm an MC. It means an MC is that person that must hype the show. So if you're in class, you must hype the class. What happens? Wazazi wetu ushagwa watambui talent. Yona nitasema ukweli. Like imagine me telling my mother I want to be a comedian na nalipa school fees. Unajua ataona ni kama ni jokes. So home ni pata tu degree form 4 enda tu some education, enda usome. Hiyo comedy fanya tu waipate huko mbele. Because you parents from home, unajua siku hizi wazazi, now this is our generation. Yeah. Sisi tukizaa we'll know how much talent pays. So that if we see talent in our children, we'll push them towards achieving it. Lakini mzazi unataka kwenda music festival na ametoka kulipa school fees na mahindi. Amepeleka mahindi shule ikatwe iwekwe kwa school fees. Alafu wewe uko hapo na drums. Music festival umevaa omete. Hizo saiso nini wengine ngo? Owalo. Ni baba die music festival manade. Music festival makachieta. Can you go back to class? So parents, this one I'll say nandarudia, parents shall go, like our African parents our tambui talent. Maybe this our generation will. But you know, we thank God. But still, this is what I'd tell people. You need a backup. Everything in life, you need a backup. Usiamke ati now because I'm funny, niwache shule. Don't. Education is very vital. Na feel me ni wise. Umefeel hiyo kitu. Nimesikia. Kuna, you know, in life. Very vital. Education is very vital. I know you had to repeat. Yeah, it is inevitable. You cannot fight. It is unfathomable. But kusema tu kweli, you need to go to school because hata sisi for us to kufikiria hizi vitu zote ni knowledge tulipata shule. So usiseme uko na talent, your parents are fighting you. Unajua, so you know there are some people now because they are a footballer wanaacha shule. Yeah, I also have a boy at home. I have a feeling you know him. Anaitwa Onyango. Sijui kama unamjua. But Onyango wako wengi nyumbani. Wako wanaishi huko karibu na shule na aliwacha shule because he's a footballer. Yeah. So imagine sasa atake kutia bidii asome. So akaenda akawacha shule because he's a footballer. That is so bad. That is bad. So you just go to school. It is a plus in everything. At least uta reason. Hata ukienda kwa hizi hata tukiwa hapa si wanasikia tukirusha makizungu. You went to school. Lakini umari wewe naye. Mine is a bit. Mimi najua tu story yako hadi form 4. You barely talk about past form 4. Unajua mimi niko form 3 kuna siku tuongelele story ya uni pia. Nikuheshimu. Mimi nilienda uni wakati Rongo University ilikuwa inajengwa, ni sisi ndo tulikuwa tunajenga hapo. Ndio watu wa Rongo. Marino Bwana nyumbani imekataa kutoka kwako. Ulisomea Rongo? I didn't go there to learn. Tulikuwa tunajenga.
Yeah, I was in university and I took 4 years building that. Yeah, it's achievement. Uko na degree. Kwa mjengo. Yes, but it is good. Niko na degree kwa mjengo. So, I know you have parents. Yes. How did they take it, by the way? Parents, your parents. I have my mom. Your mom. Yes. Did she take it positively at that particular point? Like, you know, sometimes my dad, people do show him my clips and they're like, huh? Don't show me this nonsense. Your father? Yeah. Unajua kwa nini? Hizo clips bado hazijaanza kuleta pesa kwa. Wacha sasa nikupigie story. Relax. Sitaingia into details, but now this is it. Mimi, I started as modeling, unajua nilibarikiwa na mwili ndogo. So I started consoling myself at in a model. Any slim lady will tell you, I'm a model. Hii kubarikiwa naye siku hizi ime lose meaning. Do you know when you say nilibarikiwa? Na mwili ndogo. Baraka gani? Okay, so you started with I used to model. My mother didn't like it due to tulikuwa tunavaa indecent, unaona the beach wear and stuff. So because I really loved my mom, I also love her. Yani I value her opinion. Nili quit modeling. So when I became a comedian, nilikuwa napigana yeye story, nikimuuliza story ya fame, ananiambia, "Wewe, mimi sitaki mtoto famous hata olewa, you know. Our mothers are those people who believe that a true blessing ni mtoto wake aolewe akue na kwake." Yeah. Hata kama bwana wako ana pesa, hata unateseka, bora uko na kwako. So, I didn't tell her that I was a comedian until nimeanza kuenda, she's a teacher. Yeah. Until nimeanza kuona onekana. Your mom is a teacher? How would I look this decent otherwise? Kwa vile anauza changa. Babangu ungesoma saa hizi nimekutaja. Mamangu. But no problem. Wale ambao wanatizama hivi, msipeleke kwa mzazi, umwambie eti Mari alisema, wewe tafadhali. Sasa walimu wao wa shule. One day they went to school, I don't know, watoto walirudi nyumbani and then wakapeleka clip yangu a watch. So now what happened? Angekasirika because she was always so scared that if I become so influential, have money and so famous, I would get married. But then it's true. You know, one thing with women, unajua nyinyi mkipata pesa poa, kitu inakuja kwa akili yenu ni familia. But mimi nikipata pesa poa, mwanaume atanisaidia na nini? No, I'm just asking. Ama ndio maana sijapata hiyo pesa poa. God is punishing me. But then for women, kusema ukweli, bwana mimi hata nikienda job ya 30,000 nirudi kwa nyumba, chali yangu hata akinipigia sishiki simu. Na feeling ukweli. It's true, but what time nimesota? Daddy tunakula nini? But if I have money, hizo siku mpaka nasikia akiniuliza swali ananibother. So imagine you put that 30,000 equal 30 million. Sitaolewa. God, you know what to do. So, God, you know what to do. But honestly speaking, when women have money, wanaonanga value ya mwanaume hakuna maisha yao. Apart from the what you know, but apart from that, hakuna kitu. Wewe unaweza nisaidia na nini? For example, sasa hivi vile niko na pesa mingi kukuliko. Unaweza sasa lazima tu useme kwa kamera by the way. Eti mimi shida na do. Yeah, si ukweli. Okay. So, okay, after this we are checking the bank account. Usitoke, tafadhali, you don't go before we show you the bank account. Sasa, I'll show you mine na ya Adhis. Yangu watashtuka. Sasa, when they showed her, they were too proud of it. Madam, wewe usha make it kwa life, but tutaona unaanza ku drive hapa tu. Waliona ile ya Churchill. So happy walianza kuona the first 3 clips. I didn't tell my mother that I was going for auditions. Niliambia brother yangu nyamazia. Mamangu alikuwa tu ukianza kwenda audition kama mara 4. She'd be like, unaenda audition hizo vitu hata sioni mkelipwa. So I stopped. At first when I started going for auditions, I told her, kaniambia hataki nikuwe famous, nitakosa kuolewa. So I went chini ya maji, natoka shule na kuja. So when I finally got the chance, I didn't tell her. Niliacha watu ndio wamwambie juu I knew they'll tell her. They were so proud, one praise vile amerizi mtoto mpoa and then akaibai. Acha niende nyumbani na pesa.
Bwana, if you have money, mzazi haezi sema anything. Wako tu mnataka kupika, sister wangu anasema nyama nini, anawasikiza wote, alafu anaambia endeni muulize Adhis watu watakula nini. My opinion. So unaona kwa nini babako bado anashtuka? Buy gari na pesa ya clips. Upelekee babako mwambie ni hii. Gari ndo hii. Ni yeye atakuwa hebu leta hiyo simu niangalie clip ya Omari leo. He will be the one who will be asking. You know, parents don't like something until they see the fruits. Hiyo ndio kitu happen kwa wazazi. Mimi sasa hata nimeenda show. Sawa, wacha nikuombe. Hata kama alikuwa shule. Wewe akochonga pinye tie na lem ni nyapena. It's true. She does. And mama they perform. And the class worker say walk the lemon. The thing she did want to watch. She's very supportive. Jehovah, please send money to me. Or in short, so that you're your saying father can be proud like my mother. That is so bad. Oh, we are very happy for those people who are still watching us. We are telling you today we have Adhis Jojo. Adhis Jojo, aka Saseni. By the way, ile ni sauti yako ama ni ya stage? Ni sauti yangu sasa hivi vile niko naoma. Omar, see, you have communicated with me without this Omar. You know, it is my voice. Saseni. Okay, so it's a natural voice. That's how you've been talking, not the acting thing. Yes, even though naongea naturally. In fact, leo I'm trying to be modest, but imekataa. So where did this Jojo came? I don't. Jojo, where did you drive it from? Mabombe wanaita Jojo. Mabombe ni watu kuna pesa. You know, unajua ni kama I understand you because nisema ni kama nimepanda ndege, business class. Alafu kuna kitu imehappen hapo. Uwezi relate nayo juu. Wewe ni wa economy, unaelewa? So if I tell you Mabombe, you can never understand. You're not in their shoes. Okay. I'm still behind. But I'm coming. Unakuja. Bora usiingize wanawake utakama. Okay. Thank you so much for your advice. Now, as we conclude, you know, I'm very, 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 very happy and honored to host you today. What is one of the clips that you've ever performed that if you're still watching that clip, you feel like, wow, you know, kuna zile ambazo unaweza fanya, they are funny, people are laughing, but to your side, they are just normal. Elea, mwanaume anakuambia atakununulia nyumba na pesa ya betting na amewekea maniu kichwa. Hiyo sasa. My Ruiru show, actually my best show, the one that I know was my best, is the show that I performed in Kisumu. Tumi yenye nilikuwa nasema Kisumu should be Kushrab. Kisumu should be the capital city of Kenya. Yes. But then the best that was best was the Ruiru show. Yes. Ruiru show. So ni Churchill ndo wakati uliingia kwa Churchill ndo ulianza kupanda ndege? I had climbed aeroplane before, but a few times. Okay. All right. This Jojo, we are so happy for responding to our call, and today we are hosting you here. We are very happy. This is called One-on-One Super Sato. You can just tell us the person that you want us to host next, so that we bring you. I told you that this is the platform that we shall be bringing different people, different days, all the time that you tell us. But remember to give us a comment. You tell us where you want us to improve and some of the good things that we are doing that we should continue with. So Adhis Jojo, as we talk now, can we say that comedy is fully paying you? You are well off to go. Comedy. Yes. Umejionea. You don't need to ask. I should not ask. Watu waheshimu. But I don't want to go out of this interview before I ask you this, because I know people must ask me. Are you taken? Unajua, by the way, kuna mtu alisema uendangi kwa msichana, we are single depending to who is asking. Huwezi enda tu kwa demo muulize yote. All of us are taken. Uliza tu, ako serious?
In Luo context, unauliza tu mtu akona gari. Because you need to ask. So you can negotiate. Yeah. Maybe if you are taken. I'm single depending on who is asking. Lakini kwako I am single. I am a relationship. I am in a relationship. On my side. Pesa kuja. Pesa. But you know, when we are talking like this, people are watching. So it's not me. I'm asking on their behalf. Oh, on their behalf. Bwana, me, I'm single and depending on who is asking, bwana. If you have money, I am single. If you don't have, you are fully booked. You are fully taken. Lakini sina mtu wa Valentine. Okay. So if you know you are there and you'll be capable of treating Adhis Jojo, know very well that she is single. If you don't have something, you are still struggling, please, Adhis Jojo is taken. Avoid. Adhis Jojo is taken. That one, let me be serious. If you know you are still struggling to make it in life, and you are there admiring Adhis Jojo, wait, she is taken. If you know you have money, you have vehicle, and you can treat Adhis Jojo. Adhis Jojo is very free. Adhis Jojo is very free. I like that. I think I should also use that. Do you know why? Unajua, sometimes people can judge women for no reason. Yeah. Someone said this. The reason maybe I'd rather have a rich guy than a poor guy is because poor men or wanaume hawana do are very unpredictable. Unajua mtu akona pesa ukipata ni mtu akona roho poa. Lakini umari mtu akupe 800,000 sahi. Your preference in women will change. That is one thing. Mtu ata struggle na wewe ukuwe na do, sasa hiyo wewe unataka dem type nyingine. Kwa nini unasema so mimi sitaki mtu wa ni kama unaniongelesha? No. You know, take it easy. We are in interview. You can't talk as if unaniongelesha. Eti umari mtu akupe 800. Sasa wacha ni seriously. Broke take men, it light. No, broke men. I'm not against them. Okay, unajua nilikwambia it depends on how you define broke. To me hata mtu akona 200,000 ni broke. So mtu hana do poa. Anakuanga unpredictable. Okay. Because you don't know how they'll change when they are rich. So you date tu mtu akona pesa mwenye unajua hakuna vile atawai. Akiwa na ropoa hakuna ropoa. Kama akona ropoa. But mtu atapata kama anakupita na gari yake ni hivyo. I am telling you, mtu dem tu mwenye anajua hii story. There are two things. Kuna ile someone tulipatana tukua wadogo and then we made that money together. That is a different case. Lakini niseme I was just your girlfriend but you made the money on your own. Kivyako tu. Wanaume, msichana akona experience kama will tell me or you that the man changed. Money changes people. Mimi nilikuwa humble bana kitambo. Me I used to be very humble boy. Na siku hizi tangu upate pesa hadi unajiposition vizuri. But that is my point. So umeelewa tu. I'm not against anyone. But I'd rather date someone who already has their money. So ndio asiwahi ni surprise akipata pesa. Yes. And do not give us a word of encouragement that God knows. God knows manade. God knows what. Mimi na believe kitu told you that God is God of poverty. If you don't have money, you don't have. Search for it. And some people ask, pray for the wrong prayers. Ni kama wewe saa hii umesota hivi alafu unaomba Mungu akupe long life, utakula vipi? Amari utakula nini? Please God give me long life. What will you eat? Poverty shall have killed you by then. Omba upate pesa. Long life ya nini? Omba Mungu pesa. God give me long life. Utakula nini? But Adhis umenitumia vibaya. You've used me. It's good to use a relatable example. Unataka nitumie Gor Mahia na watu wamuone. See, I use an example people can see and it is true. That I don't have money. Before my camera. Okay. All right. Now, we are so grateful. The person that we are hosting today is Adhis Jojo, and at this time we are concluding. I want to give Adhis Jojo this time to at least appreciate your fans on Facebook. How do they call you?
Oh, karibu nisahau. Guys, bwana wa Kenya bwana, you people be good people bwana. Imagine watu wamekataa kusubscribe kwa YouTube channel yangu. Bwana naitwa Adhis Jojo and I have a lot of things zina come. Please subscribe to my YouTube channel. Alafu Instagram najiita Adhis Jojo. Facebook pia na TikTok the same name. Hakuna Adhis Jojo 1 ama Adhis Jojo comedian. It's just purely Adhis Jojo. So you go follow me manze. Now I appreciate sana. Remember it's because of you that we are alive. Mwaso Mari. It is because of you that he is surviving. Plus me pia. So you follow, alafu subscribe. Pia subscribe kwa YouTube channel yake and then you share. Thank you so much. Napenda wote. Hey. Lakini napenda pesa zaidi. Waliko. That is this Jojo. We thank you very much for taking your time, and I know you will tell us the person that you want us to host next. Anytime you want any other person, just be free to tell us, and we shall bring the person. As we conclude, I don't know if this Jojo is having anything to say. You know, she has said that with me I don't have money, and I don't want to end this this show before you show us the bank account. Ndio hii. Unajua mimi vitu zangu ni direct. We are confirming. Ana confirm hata balance ya M-Pesa peke yake. Wacha kuangalia pia. Siku trust. Kai. Na useme ukweli, you don't lie. Oh, no problem. Unajua unaweza danganya wa Kenya na wewe ndio mwenye nini? Watakuamini. All right. That message is leading us to the end of this show. The person that was bringing you this show is called MC Omari Nash, and I was having my guest of today. Adhis? No, you need to give me time, my friend. Did you learn this thing? Umewambia the person that was hosting you today was MC Omari Nash, and he was hosting. Sasa nikafikiria you will give me time, so I also introduce myself. But I'm giving you time. And the person that was bringing you this show is called MC Omari Nash, as usual. And my guest of today is Adhis Jojo. Tell them there that every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3. I want to see if you are good upstairs. Okay. So guys, keep locked kabisa. Remember every Saturday we have a live. Every Saturday, sindio? Now I choke. We have a live video. It is called every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Keep it locked, guys. This guy is something else. Evil. Evil.